Yaani hapa najisi niko peponi. Unanipatia mwanamke. Acha mambo yako. Kweli tena. Lakini ngombe kitu jaje. Katika maisha yangu sikutegemea kama ningekutana na wewe. Yaani Mungu ndo ameniwezesha umenifaa. Yaani mpaka najitahidi kuolewa na yule babu. Mimi nafurahi kusikia hivyo. Na nikuahidi kuwa Dashi nakupenda sana mwanamke. Na ndio maana sikusita hata kuleta nyumbani kwangu na kuishi. Lengo upajue na nimefurahi umefika. Ila kuna kitu kimoja ujue kinanitatiza sana, kinanikwaza. Ila usipendi sana zile simu za usiku ukipiga. Sure, unajua sometimes vikazi vikitokea usiku vinakuwa sio kupokea simu. Unajua kafu nakuwa nimechoka sana. Unajua napata wasiwasi sometimes ukinitumia message au ukinipigia. Napata mashaka na hisi mmeo ananipigia. Sure, unajua mke wa mtu. Kwa nini naomba mke wangu kama simu tupigane mchana tu usiku na usiku. Basi usiku tutakupigia mara Neta siku moja mke wangu mimi naomba usinipigie bwana. Hiyo naogopa usalama wangu. Kwa mwenyewe unamjua mmeo. Sijakanibananisha bure na kimili chenyewe kilichokuwa nacho. Basi nitakusubiria sana siku. Alafu sitoshe kingine. Unajua sipendi sana kuja hapa nyumbani. Niko naomba ukiwa unakuja nipigie simu. Sawa? Kazi zangu zote unazijua unazofanya ungamwana. Kwa sometimes naogopa ukiwa unakuja unaweza kunikosa. Kwa naomba ukiwa unakuja unipigie simu. Sawa? Vinginevyo mbali na hapo nakupenda sana. Napenda. Lakini unaridhika leo? Sana. Kweli? Usinifiche. Kama unaridhika tu. Dokta. Ndio ushauri wa dokta. Yaani madokta kama wanatakiwa wawe mbili. Maana unakula pombe na unakula dawa, alafu unavumilia vyako. So, dokta ndio kupumbavu. Usinywe dawa. Usinywe pombe, unakula dawa. Somboy mema shida tu.
Hivi Ngoka, unajitambua kweli wewe? Ipo sana. Unazo kwa hali ndio kukutana nayo leo? Ngoka wewe, mimi ningechelewa kama dakika moja hivyo ulikuwa maiti. Yaani ungeshapoteza uhai kabisa Ngoka. Kipi ambacho kimesababisha uwe katika hali ile? Sikiza ndugu yangu ngombe. Mimi katika mizunguko yangu hii nilipotoka kupata vitu vyangu hivi. Umeelewa? Nikafika pale kwenye kiduka kile cha madawa. Pale nikaumwa kichwa kishenzi. Nikaona niingie muendani kwa daktari. Kumuelezea akasema hilo ni tatizo limekwisha. Akanipa vidonge. Kunipa vidonge. Sasa nikamuuliza, sasa wakati huu mimi nimelewa. Unaelewa? Je, hivi vidonge nikinywa na pombe inakuwaje kuaje? Vinafiti kweli? Akaniambia hilo swala kawaida. Wewe kunywa tu. Ama sisi kunywa. Basi nikatoka zangu mimi nikafika nikaona nguvu naishiwa. Kuna sehemu moja pale uliponikuta pale. Hapo uliponikuta si ndo hapo si ndo nimesogezwa kidogo. Unaona? Nikavitia vidonge vyangu. Nikashushia na pombe. Unaona? Baada muda mfupi naona mambo yameanza kuvurugika. Ndio hapo ndugu yangu hata moto sijaelewa lolote naendelea mbele. Sasa hivi hapa ndio wewe unaponiambia. Hivi Ngoka, kwa umri wako wewe uone hata aibu kusimulia mambo kama hayo? Unamwambia mtu kabisa nimekunywa dawa pamoja na pombe. Daktari gani ambaye anashauri ujinga huo? Yaani wewe na huyo daktari wote akili zenu zinafanana. Yule daktari kwa taarifa yako hajasomea kutibia watu. Daktari kasoma kwa kuua watu. Wewe Ngoka wewe upumbavu ndio umekuzidi. Wewe unamsikizia yule daktari hapa ana sifa nzuri hapa kote hapa. Wewe angalia mtaa mzima ndio kiduka cha kwake. Sasa angekuwa anaua wale watu si wasingeenda pale. Ila alichobugi step kuniambia nitumie tu kwenye kinywaji kikali, angeniambia bia pombe laini hivi. Mimi mbona ningepona? Dawa ukinywa dawa na pombe laini si unapona? Wewe kumbe chetu. Wenda mimi kuulize kitu. Kati ya maziwa niliyokusaidia wewe na huyo daktari nani ambaye amemtibia mwenzie? Ungekuua yule pumbavu wewe. Tusitukane sasa kama mnisaidia. Wala ndio singenisaidia ningepona. Sasa hivi hapa tungekuwa tunachagua nyimbo kati ya Kamanda na Parapanda. Parapanda Italia, Parapanda. Sasa Parapanda unamwambia nani? Kuna nani aliyekuwa anataka kufa zaidi ya wewe? Wewe nini? Wewe sivi. Hata usimtokee wewe si kufa. Yule daktari kasomea kuua, hajasomea kutibu. Acha ubwege wewe. Wewe nini? Niambie Parapanda. Parapanda mimi ndiye. Kwa nini mara kwanza kufa? Nishakufa vizuri mara 6.